hizi. Tuliuliza swala la wazee walopita miaka wako walopita miaka 50 hapa, manake kazi, kuna wengine hapendi kujulikana. Umepita 50? Ni mzee. Ukipita miaka 40 tu ni mzee. Kuna suala tuliuliza hapa, tunataka nasaba ya babake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mpaka kwa Adnani. Ismaili, wewe unaongezea ujengeza, umenifahamu? Alafu suala kuambia 40 kwenda suala gani? Watoto wa Mtume, lakini kwa mpangilio. Kwa bahati wale wazee ilikuwa ni 200, imetoka 400, lakini tumesema usiangalie idadi ya pesa, angalia umuhimu wa lile suala. Na tukasema kwa nini ili suala tukalitoa Parwanja? Kwa sababu ni muhimu, tunataka nasaba ya Mtume iwe kwenye vichwa vya watu. Huko kuzitupa pesa. Unajua mwenye akili ni yule anayefundisha watu yale mambo ambayo kwamba yataka yajulikane. Sio wewe, elimu ni kutonyeshana. Hakuna elimu kutonyeshana jamani. Sisi huko Afrika tumenyanyaswa kielimu sana, tena sana. Yaani unasomesha mtu kitabu kisha unataka kumuuliza masala matano kwenye kitabu. Sasa mimi nakwenda kumrudia kusoma mambo matano. Mimi nasoma mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu, nifanye mtihani mwanzo wa kitabu mpaka mwisho. Ndio raha yake. Mtihani mwezi mzima afanya, lakini nijue mimi nimesoma kitabu kizima. Sasa mimi kitabu kizima mimi sikuwa sisi ni sifati hapa ni ile niulize, ile ataniuliza, ile haya nani atajibu? Ndio swala tulilitoa Parwanja. Wajua kama nilisema inuka, kuna swala tutakuuliza kwa hujui utatetema, lakini swala tulilimwaga wazi, tukakwambia nenda kaangalie. Yani wewe kama ina ya Mtume usikuhifadhi, utahifadhi ya Mungu? Mia nne hizi au abuliona ndihaka hizi 400. Angalia yana kutoka nazo nimwatia huyu. Nkanena kesho tukumbusheni mwanzo, watu wasiseme ule ustadhi bwana huahidi watu kisha hula kona. Hivi mataha wewe katika 50 kwa ndaiwa au 50 kwa nasini? Jibu bwana. Jibu fanya kitu hivi au hivyo. Watu wataona ameshaangalia. Jamani wazee, haya kesho msipojibu mtasema mwenyewe. Tena kawaida ilikuwa ni 200, lakini kuna mtu akanambia ustadhi, na mimi nitaongeza 200 inshallah, niombe na mimi Mungu nina matatizo yangu, Mungu anitatulie. Tukamwambia sawa, haya ongeza 200. Pengine na kesho zitaongezeka tena 200. Swala lenyewe nataka kujua nasaba ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jina lake kuanzia yeye kwa nani? Muhammad. Uende Muhammad bin mpaka ifike kwa nani? Kwa Adnani. Kesho 200. Kama kuna mtu ataongeza ni yeye. Lakini mpaka sasa zile kwa 400. Sawa? La pili halikuhusu ni la miaka, basi tufungue mbwa kwa yoyote atake kujibu yoyote. La pili nataka kujua watoto wa Mtume, lakini watoto wa Mtume ni wangapi? Mkesho, kwa sababu leo ilikuwa hakuna tena kujibu leo. Wewe ni swala gani? Nasaba ilikuwa si nyinyi vijana. Kesho jamani, hebu nifahamuni. Pengine utapata mzazi mtu mzima. Wajua lengo ni nyinyi. Huyu bado kwa madrasa ni mahala pake kwa amefanya nini?
lakini kwa kutaka kujibu, mimi nimekupa zawadi hii, ndio tukio. Huyo alikuwa anataka kujibu na huyo alikuwa anataka kujibu, mimi nawapa zawadi. Haya wewe, haya na wewe, na huyo alikuwa anataka inuka basi, na huyo naye alikuwa anataka. Ziko sentence zimeshatoka, zitakuwa zingine. Anayejibu nasaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia jina lake Muhammad mpaka afike Adnani 400. Atakaye kujibu watoto wa Mtume ni wangapi? Lake wa kwanza alikuwa ni nani? Baada ya kwanza wa pili alizaliwa ni nani? Na siku zao walipozaliwa. Hatutaki date of birth. In order. Mwanzo alizaliwa huyu. Chembe wenyewe wazungu first born, second born. Maswala sasa tumemix. Atakaye kujibu first born, second born, third born, fourth born, fifth born, sixth born, seven born. Just born. Kesho insha Allah taala. Na kesho ni Jumaa. Hakuna Jumaa masala ya jamani, unajua kuna senti zataka kuliwa. Hii yeke. Sawa.